Okay, story yetu inafunguka hapa. Hapa ni nyumbani kwa kina Michael. Sasa siku moja mpenzi wake alimtembelea Michael nyumbani. Huyo mpenzi wake alikuwa anaitwa Lydia. Mara ghafla dada yake Michael ndiye aliyefungua mlango. Unaona? Basi wakawa wamekumbatiana pale kwa sababu Lydia alikuwa amepazoea sana pale kama nyumbani kwao. Unaona? Alipofika chapchap akatulia kwenye kiti, yani bila pressure, yani mgeni ambaye alikuwa ameshazoea tayari. Basi akamwambia, leo nimekuletea zawadi. Kuna zawadi yako humo shemeji yangu. Basi akawa amepokea ile zawadi, kisha akamuulizia Michael yuko wapi? Akasema Michael asiye yuko chumbani kule, lakini Michael hajisikii vizuri leo, amesema hataki mtu yote aingie kule ndani. Unaona? Basi dada yake alitumia kauli ya kumdanganya, kumbe Michael alikuwa na demu mwingine. Sasa huyu dada anajaribu kumzuia Lydia, anamwambia usiende. Michael amesema ana vitu vyake anavifanya kule ndani, kwa hiyo usiingie kule ndani. Yaani ukiingia kule ndani utamchanganya akili. Sasa Lydia alipoona vile akasema, wewe aise, niacheni niende nikamwangalie. Yule ni mpenzi wangu mimi. Yaani hata kama amepatwa na tatizo lazima niende nikamwangalia. Basi Lydia aliforce moja kwa moja akapanda ngazi kupandisha gorofani. Mara ghafla anaingia, anamkuta Michael ana mpenzi mwingine. What? Na kuanza kushangaa pale pale. Jamani. Hapa sasa jamaa alifumaniwa Michael. Akaanza kumbembeleza mpenzi wake, akasema huyu amekuja tu kunitembelea. Huyu mwingine anasema, Michael, asiye kumbe una mpenzi mwingine? Unanidanganya. Akasema shut up, toka nje. Sitaki kukuona. Wewe sio mpenzi wangu halali. Unaona? Sasa Lydia akaanza kumtuliza, akamwambia unamfokea wa nini? Yaani wewe nimekufumania, hata wewe mwenyewe una makosa ise. Unaanza kumlalamikia bibie wa nini? Sasa yule bibie alipoona ametimuliwa kama mbwa, aliingia kwenye drawer chap na kuchukua nguo zake, kisha akajichenga. Bila kupoteza muda akaondoka zake. Sasa wakabaki Lydia na mpenzi wake wanakorofishana pale. Anajitahidi kuomba msamaha, mara ghafla akachapwa kibao. Unaona? Sasa Michael akawa anaongea, "Aise, unanichapa kibao cha nini? Unaona ulichokifanya ni sahihi?" Lydia anazungumza, "Yaani wewe mwanaume una shukrani na kuhudumia usiku na mchana unakula." Akasema na ukome. Unanihudumia mimi au unakuhudumia wewe? Basi walianza kujibizana pale maneno ya kashfa. Basi Michael wakawa wameahidiana na mpenzi wake, kuanzia leo mimi na wewe basi. Mimi na wewe basi. Michael akasema haina noma. Haina noma, hata mimi mwenyewe basi. Unanifuatilia sana, yaani unanikosesha la. Sasa Lydia mpela akawa ameshuka chini huku. Akamwambia ise, wewe dada yake mwenyewe mnafiki. Yaani unaniambia kwamba eti amesema kwamba hakuna mtu yote asiingie ndani. Amekuwa na nani kule ndani? Yaani nimemfuma na mtu kweli kaka yako kunifanyia hivyo? Mimi namhudumia vitu vingapi? Nampatia vitu vingapi? Nimempatia mpaka gari ya kutembelea, lakini bado ananiona boya. Sasa Lydia kwa hasira sana alivaa viatu vyake, akasema mimi naondoka. Hamtoniona tena katika familia yenu. Yaani kila siku nakuja kumtembelea Michael, namletea vitu anavyovitaka. Familia yenu naihudumia mimi. Chakula mnakula mnachokitaka, lakini bado kaka yako ananiona mimi kama poyoyo. Basi Lydia akawa amejichenga. Sasa huyu dada mtu akaona amfuate Michael moja kwa moja mpaka ndani. Unaona, akaanza kumlalamikia, Michael umefanya nini? Umefanya nini? Umemkosea nini Lydia? Hivi kwa nini hujatumia akili? Sasa Michael akamrudia dada yake, akamwambia, dada, kiukweli mimi nimekuweka kama mlinzi pale, lakini umeshindwa kuniokoa. Kwa nini? Akasema uniweke kama mlinzi? Nimekuweka kama mlinzi, nimekwambia mtu yote. Kwa nini usinisanue? Kwa nini usinitumie hata message? Upo tu dada yangu. Unashindwa kuniokoa kwenye hili jambo. Sasa Michael akaanza kumlalamikia dada yake kwamba hajamshtua kwa nini. Yaani mpaka tukio linafikia hatua ile hajamshtua. Akasema Michael, hivi mimi nikulalamikia wewe au nilalamikia mimi? Kwa sababu Lydia aliforce, alitumia nguvu akanisukuma na akawahi kuja huku. Baada ya kumwambia kwamba wewe una vitu vyako unavifanya vya asili, chumba hakitakiwi kufunguliwa, lakini yeye aliforce aise. Unaona? Sasa dada yake Michael akawa anampanga kaka yake, anamwambia, kaka mimi unanionea kwa sababu mimi nilijitahidi kukulinda. Lakini bado ikawa ngumu. Mpaka yanatokea hayo. Kwa hiyo usijali, utapata mpenzi mwingine. Akamwambia dada, toka nje. Toka nje dada yangu, hata wewe mwenyewe ushanivuruga. Unaona? Akasema basi mimi natoka, lakini mimi sina kosa lolote kakaangu, hapo utanilaumu bure. Mimi natoka nje, lakini ndo nakwambia hivyo. Sasa tunarudi upande wa pili. Lydia alikuwa na dada yake. Unaona? Lydia anajaribu kumwambia dada yake kwamba wanaume wa siku hizi wanakuaje? Yaani huyu kijana Michael mimi kanikosea sana. Nimemfumania na bwana yake. Akasema aise, Lydia mdogo wangu, achana na hao watu wa nini? Wanaume wa hivyo wa nini? Yaani unamhudumia mwanaume kutwa nzima anakula kwa ajili yako, lakini bado anakuchiti. Unaona? Basi stori za pale zilikuwa zinapigika taratibu. Hii ni familia ya watu wenye pesa sana. Wakina Lydia walikuwa na pesa sana. Dada yake pia alikuwa analingia pesa za ulisi. Unaona? Basi wakawa wanapiga stori taratibu, wanasema mwanaume tunamtaka sisi, lakini bado analeta ujinga. Wa nini? Basi wakawa wanaongea, hawatutishi. Yaani kama anaendelea kutembea na wao michepuko zake atembee. Basi tunarudi nyumbani kwa kina Michael. Leo Michael alikuwa anaangalia picha za Lydia, video za Lydia. Lydia akamtumia video kwa WhatsApp. Sasa cha kushangaza akaja kumuonyesha dada yake, akamwambia, dada ona, Lydia ananitumia uchafu gani huu? Mimi nimeshaachana naye lakini bado ananitumia ujinga kama mimi sipendi. Huyu mwanamke alikuwa amenishinda tabia. Isitoshe na yeye mwenyewe alikuwa mlevi. Hata licha kuja kunifokea, lakini hizi tabia zake chafu mimi sijiwezi aise. Sasa dada yake akamwambia, chukua simu yako. Unanionyesha upuzi gani? Wewe mwenyewe uliyempenda, wewe mwenyewe uliyekuja kumtambulisha hapa. Nilikuja kumtambulisha mimi? Yaani wewe Michael kunituletea sisi watu ambao waeleweki kwenye familia yetu. Angalia mwanamke aliye sahihi.
Sasa dada yake akawa anamchamba, anamwambia ile ukweli. Unaona, anamwambia ni wewe mambo yako siyaelewi kabisa. Yaani wanawake kila siku nabadilisha badilisha. Akasema dada mimi nabadilisha kivipi? Yeye mwenyewe kaamua kuingia kwenye mtego na mimi nikamlamba. Unaona, dada yake anamwambia ndio endelee kuwalamba kila siku. Yaani utopata mwanamke sahihi kabisa unayemtaka wewe. Yaani wewe jiangalie, unatakiwa ujiheshimu kwanza ili upate mwanamke aliye sahihi. Bila ya hivyo utakesha utakesha. Sasa Michael baada ya kumuona dada yake anamshambulia sana kimaneno akasema, dadangu, yaani kwa hapo unanikosea sana. Ikifika mida ya chakula unaanza kuzungumza utopolo. Kiukweli mimi nashindwa kukuelewa . Sasa Michael akaendelea kuongea na dada yake. Basi dada yake aliendelea kumwambia ule ukweli, anamwambia mwanamke sahihi, nenda hata makanisani ukatafute mwanamke aliye sahihi. Basi Michael baada ya kuona vile alizila hata chakula akasema, dada basi kula mwenyewe. Naona unaniandama sana, kula mwenyewe. Yaani nikija kukaa kula unaniongelea, nikienda wapi unaniongelea, nikitoka kazini unaniongelea, manake nini? Basi dada yake akasema, unazila chakula? Wenzio wanazila kufanya nini, wewe unazila chakula? Basi kaa hivyo hivyo. Kaa hivyo hivyo. Basi dada mtu alikaa mezani mwenyewe akasema, ngoja nakula mwenyewe. Nakula mwenyewe, unazila chakula, sisi twala . Mimi nakuelekeza ukweli. Yaani wewe mwenyewe malaya umezidi mdogo wangu. Basi tunarudi kwenye familia nyingine. Huyu dada alikuwa anaitwa Fatuma. Leo Fatuma alikuwa amepoa pembeni, ametulia na mawazo kinoma. Yote haya ni kwa sababu ya mapenzi. Mara ghafla akaja dada yake akamwambia, Fatuma changamka basi. Yaani toka asubuhi sikuelewi, chai hujanywa. Akasema, dada wewe acha tu. Yaani mapenzi mimi yananitesa bala. Yaani kuna mtu mimi nampenda lakini yeye hanipendi. Natuma message ajibu kwa wakati, nampigia simu anakata simu zangu. Nifanyaje ? Dada kiukweli mimi nashindwa kuelewa wanaume wa siku hizi. Kwa nini wamebadilika kiasi hiki? Yaani mwanaume nilikuwa nampenda, tunapendana. Cha ajabu leo hata simu zangu hapokei. Sasa dada mtu akamwambia, acha mawazo ya hivyo. Wanaume wako wengi, kama unaona anakusumbua si wachana naye . Basi Fatuma akaendelea kukaa taratibu huku akiwaza. Kumbuka baba yake alikuwa anamjua kabisa mtoto wake akiwa hayupo sawa. Basi Fatuma aliendelea kumfikiria bwana yake. Anasema huyu mwanaume nimpe nini alizike. Basi muda uliofuata baba yake ndio huyo hapa kafungua mlango. Fatuma alikuwa bado anamfikiria ule jamaa. Yaani anafikiria kichizi, yani mapenzi yanamtesa akili. Yaani alikuwa haelewi nini cha kufanya yani. Sasa baba mzazi akawa ameingia mle ndani kwenye chumba cha Fatuma. Unaona, akamuuliza, mwanangu vipi? Mbona toka jana sikuelewi kabisa, una shida gani? Basi Fatuma akamwambia, baba mimi sielewi mpaka sasa hivi kwa nini nafeli kila siku. Akawa amepindisha mada lakini ilikuwa sio sahihi. Akamwambia, mwanangu, nilikwambia jitahidi kusoma, mimi nitakuzawadia hata gari. Akasema, baba usiwazi, mimi nitasoma lakini sasa masomo yananichanganya kinoma. Yaani nakaa kufikiria mtihani ujao, nitafanya nini? Basi baba mzazi akajua mwanangu kweli anafikiria elimu. Kumbe ilikuwa sivyo ndivyo. Unaona? Basi baba mzazi akasema, mwanangu, usiwaze sana, mtihani utakuja sawa na utafaulu, usiwaze. Mimi mwenyewe zawadi niliyokuahidi, basi nitakupatia zawadi yako kama ulivyoiomba. Basi Fatuma akarudisha fikra zake kula, akaanza kumtumia meseji bwana yake. Unaona, anamtumia meseji mambo, lakini jamaa akiona meseji anamkatia. Unaona, hajibu chochote, anatumia muda mrefu kujibu meseji moja. Jamaa alikuwa busy kabisa na mambo yake. Anasema huyu mwanamke huyu nitamkomesha . Jamaa alikuwa anazoea kwamba mapenzi ya kuchovya na kubandika na kubandua na kukimbia ndio mapenzi yake aliyozoea mchizi. Basi Fatuma akukata tamaa kumtumia meseji mchizi, lakini mchizi akiona meseji ya Fatuma anaweka simu chini. Unaona, basi episode ya pili inakuja jamani, tuingoje kwa hamu. Hakikisha una subscribe.